hiki. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Hapa kwetu, mimi ni mkaaji hapa, naitwa Mheshimiwa Dennis Pusienei. Mimi ni MCA wa area hii. Wa wodi wenye wamefika tayari. Nataka wasimame wote. Nimeelezwa ya kwamba kwake tafadhali. Ya, mimi nafikiri ya Christians ya kanisa hili Tarimbo, tafadhali kuja nena moja. Makofi kwake tafadhali. Your Excellency Sir, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Governor Nebo Bomet, Mheshimiwa Ngong, colleague MCAs, Kanisa Bwana mumepokea mgeni vizuri kweli? Kweli?
kityo amwa ng'oliot agenge. Hii Kenya yetu tunaipenda sana na hapa Bomet tulipiga 96%. Kwa mlima tumeelezewa kwamba umeweza kuwarai wote, sasa mlima imekaa sawa sawa. Na people, most of them are constitutional. So ikiwa ni lazima tukasuluhishe, tuweke line. Ya baadaye, lakini kwa sasa tunashukuru walikuwa wametoka mbali pale Mogotio wakakuja kunitusi hapa ati mimi nimesema turekebishe hiyo finance. Deputy President, waja nichukue nafasi in Bomet County. I think I feel I should represent them. So waja niseme unakaribishwa sana. Na sisi tukiwa mashinani tunasikia maneno yao, alafu tunawaletea mpaka huko juu. Ombi letu kuwe na industries ambayo itaweza kuachiri hao vijana wetu. So kwa niaba ya Bomet County tunataka kukaribisha, peleka salamu zetu kwa President na umwambie tunampenda na tunakupenda. Sana na normally tukiwa assembly speaker akisimama sisi tunakaa chini.
kukaribisha hapa kwetu. Mimi zamani nilikuwa councilor pande hii na wakati huo waheshimiwa wote, county commissioner na MCs ambao tuko hapa. Bishop, nasema asante sana kwa chakula ambacho umetupea siku ya leo. Hii ni kukaribisha sana kama watu wa Bomet. Kwa nini kukaribisha? Na tunasema unakaribishwa kila wakati. Hii ni siku kuu sana. Maana hii siku tulikuwa tumeipanga hapo awali lakini haikuwa imetimia siku ya leo. Leo naona kama tutaenda mbali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Sina mengi amesemwa na members wangu. Mimi ni speaker wa county assembly. Na wakati ulikuja wakati mwingine tukakueleza maneno mengi. Wakati bibi yako alikuja, Bi Dorcas Rigadi, wajua sasa nikijaribu kusema second inakuwa, alikuja hapa na akatufanyia kazi mzuri kule Koiwa. Vijana wetu wengine kidogo walikuwa wameenda kando, lakini alifanya kazi mzuri. Wakati alienda akasema mzee atakuja. Naamini umefika leo. Ya muhimu na mali tuko saizi kama wa Kenya. Wiki jana tulikuwa na shida kubwa. Mimi nilikuwa nimeona kama Kenya inaenda kuungua. I was so worried. I prayed, we all prayed, but our youths talked and they talked well. Their voice was well heard. We all heard.
na waliongea mambo ambayo inaguzia maisha yao na maisha yetu kama Wakenya. Mimi ningeomba hivi, Your Excellency, kwa niaba ya watu wengine, nimechukua muda kusikiza. Wao wanasema kule juu washikane vizuri, retreat and look back at how our youths are living. Mimi ningeomba hivi, all the leaders watapaka mbalimbali, tafadhali angalia nyuma, tuangalie kama bado tunafanya kitu ambacho tulichaguliwa kufanya. Ya mwisho, Your Excellency, wewe tunakupenda. 2022 juzi tulikupigia kura, almost everybody here in Bomet. Wewe tuko na imani na wewe na president. Shikaneni tafadhali, shikaneni. This is a time where we need you both to be firm. Be firm on what we need as a country. Manifesto yenyu ni nzuri na bado iko mzuri. Tumeanza kuona matunda kidogo. Mambo ya mbolea, mambo mingi ambayo yanaendelea hapa Kenya. Huku Bomet bado tunawangojea tuone. Lakini tunaelewa uchumi yetu ya Kenya kidogo haiko mahali pazuri. Ingawa bado tunataka kwenda mbele tukitafuta fedha na nini, tufikirie hawa vijana ambao tuko nao. Mambo ya kazi ama ajira Kenya hapa ama nje ama mahali popote ambapo watapata ajira itakuwa nzuri. Kwa niaba ya Assembly ya Bomet tunakukaribisha na tunasema asante sana. Kwa kanisa ya Deliverance asanteni sana kwa kukaribisha mgeni wetu, Your Excellency the Deputy President. Hivi sasa wacha nimkaribishe Mheshimiwa Johana Ngeno. Wajua ako na jina lingine hapa sasa. Naogopa kusema na niko kanisa. Bishop utatusamea kidogo. Hii siku tungefaa tu kuomba na tuende. Ingawa tumeguzia kidogo, labda kwa sababu ya mahali tuko kama Kenya, tunasema tu turuhusu kidogo. Sasa ndamuita Mheshimiwa Johana Ngeno. Ako na jina lingine lakini siwezi sema hiyo. Asante. Shukrani. Waumini wa kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Tusalamiane namna hii. Ochamge. Lazima kwa muktaide. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Bishop na waumini waheshimiwa wote ambao wako na sisi, Mheshimiwa Governor, Deputy na wote ambao wamekuja kuomba pamoja na kusaidia ujenzi wa kanisa. Nataka nichukue nafasi hii pia niseme ya kwamba karibu tuombe pamoja. Karibu pia tusaidiane pamoja kwa ujenzi wa kanisa yetu. Nataka niseme karibu sana. Mimi ni jirani tu wa hapa na ni mwenyeji pia. So najua ya kwamba siku hii ni siku ya furaha sana, especially kwa sisi wakaaji wa area hii ambao tumepata nafasi kuwa na wewe hapa. Nataka pia niseme tumeshukuru kwa neno yenye tumepata siku ya leo Bishop, na theme ya leo ilikuwa ya muhimu sana. Kwa minajili sisi tukiongea juzi tu, nchi yetu ilipitia magumu. Nchi yetu ilipitia magumu. Na tunaamini kwa sababu hii serikali yetu tuliombea na mabishops mpaka ikashika uongozi. Ni maombi pia ilisaidia serikali yetu itoke kwa hiyo mashida yenye ilikuwa karibu inaingia. So tunataka kushukuru kanisa. Na tunataka kusema ya kwamba muendelee kuombea nchi yetu, muendelee kusaidia pia mahali yenye nchi yetu inahitaji, na haswa rais wetu na naibu wake. We need those prayers because our country must move forward. The difficulties the country is going through today and the many days, and even the many days ahead of us, needs a lot of prayers.
Na pia ningependa niseme kwa hiyo ombi yako na neno lako yenye inahusu mambo ya amani, sisi kama viongozi ambao tumeiona maneno mingi Kenya hii yetu kwa muda, tunataka tuseme ya kwamba tunahitaji maombi ya amani kushinda kila kitu. Tunahitaji maombi ya amani kushinda kila kitu, kwa sababu tusipokuwa na amani hata maendeleo hatutapata kuiona. Na sisi tunajua manchi kadhaa ambao wamepitia mambo mingi sana. Tunaelewa benye magumu hawa watu wanapitia huko kwao. So tunataka kuomba nchi yetu isifike stage shida. Kwa hivyo Bishop na waumini wa kanisa tunashukuru sana kwa sababu mnaendelea kushikilia. Mwenyezi Mungu ashikilie nchi yetu, ashikilie viongozi wetu. Najua naibu wa rais juzi tuli ya finance alafu mambo ikaumana na rais with his Solomonic decision. Lazima niseme it was very Solomonic, Your Excellency. Now of course with your guidance and your advice muliweza kuelewana na wananchi na mkasikiza na mkateremusha hiyo finance bill. Na sisi kama wajumbe, kama wawakilishi wa watu, tunataka kushukuru kwa sababu mulisikiza watu, mulisikiza vijana wetu. Hata sisi we were at crossroads. Tulikuwa tunajiuliza tukiangusha serikali itaanguka, tukipitisha raia watamaliza sisi. Sasa tukakaa tu katikati hapo tukasema acha Mungu tu aamue mbele. Pero loco ya kumugara. Yaza guru mu abjirjir kole gofwa kwale ga go yazi tu kitebe oro bi orosi podile only odelo. Ilwa kwa mongwa muneta anyo kanisa. Laide kwa brisi moise ke jagoro le leje. Why not go el jogo laide? Ko ye mato goro megito. Ongeno le ko gitie magora ke tare chuminde no. Ko gilelen ara kot kewir dagi ko usadaga. Ongeno le ngewa kanisa amagi nemge kapusya chu. Amagi wirchigi. Ko rega ke ba lele basta egin. Luo ma ya ne bichumi. Ngap ke mo kuchut kigi. Asigaron kosi bishop nebunote kosi netege kanisa kosi neyoengi kebebertab taman kuwe nekimwa komuktoindet alakile nenye ko ushuru chu kokipitisani ko sadaka chiki nemu kebebertab taman asiketoret serikali koranen its affairs ko komi kitele ko kela makomot biik iten kole ko kela makoromi lakini kokisom rais ak naibu nenyi ngelenji please reviewen ako wirche imai Mungu tebe akije kulara kiwiru kumolaldosi kele kai kelolye lebayache Mungu kolal president ak naibu nenyi ko kalal emet kele kai kelolye ne lebayache kai kubire iraya lebayache amun kisoptosi endayo kingen ele kingetitoige lakini ngot kebir president ak kebir naibu nenyin komemon kiangele kai kelolye ne lebo echek embisiek ak keitu obireche le komach obirteche lakini ngongeti president ak naibu nenyin koketini. Bishop yonwon amwa noni amun kitun ko leon boyo nekile mama ko leon mokorokan kok president saidi nikiwendi president nekinye ko leon president ko namba aeng nebo Mungu deputy nebo Mungu yani mi Mungu barak ako miso Jeiso lakini korkakibwa ngwenyu ko deputy nenyin ko ngonye
tionga me emet ko nebo mwisho nekilelen eye tar ngalechu nebo emet ko ma nebo emet ko matar ko mangeta ngomuktoindet inegen ko leon number 2 nebo Mungu ko president abere ko number 3 deputy ko nyonje chakechek tebutiet kele ingot ke bogok president kolak murtoyondoni ko tun kitinye kirwoget okot en Kipsengwet ak en bikyok kiyan kele kikorto kisyoche kimurtoyondoni kitinye kat kimurtoyondoni kitingyi kat president asikerke ngomi ngwoninwe ngomi kat kele kinde metoi ko eche kindo katiana lakini ngo itenda president kando ya teni pauli kwejeno so la moge como ale choro lo Your Excellency tulishukuru sana na tulishukuru pia uamuzi ni rais na wewe mliamua kwamba we must take austerity measures on the budget yenye tulikuwa tumeiweka. Na mimi mwenyewe nilishukuru kwa sababu nyinyi kwanza mlisema ile matumizi bunge mulikuja kwanza kwa mawaziri mukasema ile matumizi yenye haina maana kwa ministries iondolewe. Sisi pia tukasema tick. Unajua Your Excellency, when Kibaki took over power in this country, nchi yetu ilikuwa mbaya kiuchumi and he took serious measures. Kwanza aliondoa magari kubwa kubwa yenye mawaziri walikuwa wanatumia, akaambia kila waziri na PS, kama unataka gari ni Passat yenye ilikuwa na low volume ya kukunywa mafuta. Saa hii naibu wa rais, magari yenye mawaziri na ma-PS wanatumia, unapata waziri mmoja ako na magari 5 kubwa kubwa. Hata wengine wameacha magari, wameanza kutembea na juu, na hiyo yote ni pesa ya hawa raia. Kwa hivyo sisi tunataka kushukuru rais na tunataka kuambia rais reduce mpaka Passat. Kama waziri hataki kutembea na Passat, ajiuzulu aende nyumbani. Mukakuja bunge mukasema waja pia tutoe kitu kidogo kwa wajumbe. Mheshimiwa naibu rais, tulishukuru sana. Unajua kuna pesa mingi sisi kama wajumbe tunatumia kutembea. Kila weekend ukipiga simu kwa mjumbe, uko wapi? Anakuambia niko Singapore. Next weekend ukimpigia simu, uko wapi? Ako South Africa. Next weekend ukimpigia anasema niko America. Mnafanya nini? Benchmarking. Mheshimiwa naibu wa rais, hii kutembea nyinyi toeni. Tukae nyumbani. Kwani tumetembea, hata mimi mwenyewe nimetembea over 50 countries. Lakini ukienda Murwadikir hakuna hata kitu moja nimewahi toa huko nitengeneze dikir. Dikir iko venye iko kwa minajili ya CDF peke yake. So hii mambo ya kutoa mambo ya matembezi kwa wajumbe toa. Sisi tukae nyumbani. Tukae na raia. Namna gani? Maagi isto? Kazi ngebare mjano juminde rie lelenda. Obare ngevi tabu enga. Mulipomaliza hiyo pia Your Excellency mukasema 20 counties. Na tukashukuru pia tukasema tick. Hii matembezi ya governors, hii matumizi ya, ukiangalia kwa list ya matumizi ya governor, unaona vitu mingi yenye haifikiri raia. Tukasema tumeshukuru, toa hiyo. Hii matembezi ya MCAs, ati unapigia MCA Busienei, uko wapi weekend hii? Kuja kanisa tuombe pamoja, anakuambia tafadhali niko Taki. Wengine unauliza hata wanaenda, ukipigia wengine Your Excellency wanakuambia ati tuko Russia. Russia hata
Kiingereza Russia haiko, Kiswahili haiko, Kikale haiko, na ukipigia simu FCS ati tuko Russia, FCS 15. Mnafanya nini Russia na hakuna lugha, amuelewe hata hiyo lugha? So nyinyi toeni hiyo MCAs, MPs, governors, sisi tukae na raia. Na naamini ya kwamba Your Excellency mkitoa hiyo bilioni 360 yenye mlikuwa mnatafuta kwa hawa raia, hiyo pesa itapatikana without overtaxing hawa watu. Niliona yenye mlitoa, it was 176 billion. Endelea kutoa mpaka ijae 360, so that ile budget tutafanya ikuwe ni budget ya kazi. Ile pesa tutatumia ni ile pesa ya kazi, ya barabara, ya maji, ya stima. That is all these people want. And Your Excellency, ni vizuri wewe unapendaka kusema lazima tusikize ground. Na kwa ukweli hawa vijana wametuletea mpaka ground. Na hawa ni vijana wetu. You know, Your Excellency, walipovamia bunge, I was the last member of parliament to leave bunge, apart from Bishop Kosgei. I stood there taking videos, and the videos I took, Your Excellency, ilikuwa ya maajabu. Hawa vijana wetu walikuwa wameshika simu kwa mkono ya kulia, wakashika bendera kwa mkono ya kushoto. What do you do with that kind of people? That person is a patriot. Askari walishuta hawa mpaka wao wenyewe wakaniambia, mheshimiwa, tutoroke. We cannot kill these boys. They are our sons and daughters, and they are not armed. Bendera na simu. Kijana ameshika simu, ako live. Ako live. So hawa vijana wametufundisha kitu ya maana sana, kwamba lazima pia kama ni demonstration has to be very peaceful. So mheshimiwa naibu wa rais, sisi tunasema tumeshukuru, mlisikiza ground na mumetupa hiyo bill, na tutashukuru tukiendelea kukata ile matumizi yetu kama maofisi. Ya mwisho, kwa sababu leo hii siku ni yako, tunataka pia kuendelea kukuomba muendelee kushikana na rais wetu, mfanyie sisi kazi. Na tunakujua wewe ni mtu mzuri. Tunakujua pia your efforts to ensure that our country moves in a very peaceful and cohesive manner is on another level. Sisi tunaendelea kukuomba, endelea kusaidia rais, endelea kushikilia rais, hata kama kuna maneno kidogo kidogo, hiyo ni kawaida ya kila nyumba. Hata sisi wale ambao tumeoa, wale ambao hawajaoa wako na watu kwa manyumba. There is no single day yenye hakunaga matatizo. Lazima saa zingine kuna shida, lazima saa zingine kuna watu wanapigana hapo, lazima saa zingine kuna vitu haiko kwa nyumba, lakini in the end watu wanasikizana na wanakaa pamoja. Your Excellency, nyinyi mko na watoto, wewe na rais, sisi ni watoto wako wenu. Saa zingine tunaweza kama watoto kuchokora nyinyi namna hii. Nyinyi vumilieni, nyinyi ni wazazi wetu. Mkituona tumepita kiazi, lete kiboko, tuanga sisi tuingie laini. Otherwise tunakushukuru, endelea kushikilia rais, na sisi tunaendelea pia kuombea rais na kuombea wewe, nchi yetu iendelee mbele. Karata abajige saje bicho ongenele yuko ndon mi ngal jemi komat ko igeje chemangune ngale jot kika mwage bsigis kole ndot wendi chi kwa yai konge mage wire soko kigure chebor nywango wire soko kigure chebor nywango wire soko matito chige kweje wo mwage le boyonda ne kukutesita ko mi bateta ninyo kimwe kigo support akigo support ninyo ngeribe ongeno lingeribe chichi ko ngeribe ninyo awe ngomnote ne mi bara ngeribe chichi ko ngeribe ninyo matko igechek che wire soko chi nebo chi kingeus nenyo en bichu komosin kokutun bichu na kole kitoreti kota komanda makitoret ba komanda
Kondami kidogo nekamae ketwai ni akine kemae kutunya kele ongerib kochomyo akotestai amun kit nekimoche ko kotestai serikalit nyon koibwech barabaro koibwech beek koibwech tuguk chekimoche akoib kecheret en 27 chichi komamoe 27 moe 32 kiibu borietab 32 kusurnen 27 kimoe kengomekitu kimoche chichi en 27 komoche chichi akine en 32 ongeyai mori ala ne. Your Excellency, nimeshukuru. Mimi nimeshukuru sana. Wewe endelea kushikilia sisi, endelea kushikia rais, endelea kuletea sisi maendeleo. Unajua hatujaona mabarabara na masilanga na maji na stima na kadhalika. Na tunatarajia nyinyi mtatuletea. Hii maneno yenye tunaona kidogo yenye inazaleta matatizo will make us go back na hatutawahi pata hizo vitu. So that is why some of us keep on praying kwamba muendelee kushikana pamoja ndio tupate hiyo nafasi ya mabarabara na stima na maji na kadhalika. Tuko na waheshimiwa hapa na nataka nimwalike mheshimiwa Peter Kihungi akuja pia anene kidogo alafu tuendelee. Karibu mheshimiwa, karibu sana. Okay, asante sana Mheshimiwa Ngeno, His Excellency the Deputy President, His Excellency the Governor, we have a Deputy Governor wa Senator na viongozi wa wandi na washirika wote. Habari zenu? Chamgei? Okay, thank you, asante sana. Lagu itakuwa tu mafupi kwa majina vile mmeambiwa. Naitwa Peter Kihungi. Mimi ni mjumbe wa Kangema constituency kutoka Mlima Kenya. Mimi nimekuja pamoja na His Excellency the Deputy President ambaye ndiye kiongozi wetu kwa mkoa Mlima. His Excellency, mimi nimetoka huko chini. Tumekuwa councilor na area MCA. Na kuna mzee naye hapa ndiye alikuwa CEO wetu. Anaitwa Rotich. Kila wakati tukitaka safari tukiwa MCA, atakuwa councilor. Yeye ndiye alikuwa anasimamia the whole nini yeye ndiye alikuwa huko kwa Argak. Ndiye alikuwa anatusaidia. Na mzee kila siku amekuwa kila wakati ananipigia. Ananiuliza, Mheshimiwa Kihungi, mlima iko namna gani? Namwambia mlima iko na rigiji. Ananiuliza na hizo sauti nasikia ni nini? Namwambia hapana, mlima iko na rigiji, si tuko nyuma ya Deputy President na rais wetu. Hakuwa anaamini sana. Naye Mungu, nafikiri His Excellency the Deputy President anaomba Mungu. Anaombanga Mungu. Saa hii kumekuja inaitwa Gen Z. Imetigiza mlima, sisi wote tumeachwa chini. Rais Deputy President peke yake ndiye ameachwa amesimama. Wale wote walikuwa na shidana na yeye kwa sauti, unauliza nani, wote tuko chini sasa. Ule amebaki peke yake ni Deputy President ndiye amesimama kwa mlima. Nakwambia kwa wakati huu peke yake ndiye anaweza simama kama kwa hii congregation. Aweze kuongea na asikizwe. Na kama tunataka kuongea tunakaa nyuma yake. Na hiyo ni Mungu amefanya. Sawa? Kwa sababu ile kitu itasimamisha nchi kama vile mhubiri ametuambia, ni wakati tutashikana tukue kitu moja. Na ile kitu itatuangusha ni wakati tutatengana katika hali ya mashindano. Ningesema katika kitabu ya Mwanzo, kuna wakati katika Genesis chapter 11 verse 6, kuna wakati mmoja watu waliweza kushikana na wakaanza kujenga mnara ya Babeloni. Mungu akiwa juu biguni akasema, that is Genesis 11:6, akasema kulingana na vile nimeona watu wameanza kufanya na wanaongea kwa lugha moja, chochote ambacho wataamua kufanya lazima watafaulu. Sasa hii Gen Z, wacha nikuambie, hii ni vijana wanaongea kwa lugha moja. Na nakuambia Mungu aliweza kukiri hata yeye hawezi simamisha vile wanafanya. Akasema wakiongea kwa sauti moja, ila tu wagawanywa waongee kwa lugha tofauti. Lakini sisi kama serikali hatuna jukumu ya kuwagawanya. Ile jukumu tuko naye kama nchi, kama uongozi,
ni kushikana, tukue kitu moja, ndio tuweze kuwaleta pamoja, tuweze kuongea lugha moja pamoja na wao. Kwa sababu Bwana Yesu alisema, akauliza, inawezekanaje nchi iweze kusimama kama imetengana? Ni ufalme gani unaweza simama kama tumetengana? Sawa, hii nchi ya Kenya ndio iweze kusimama, na the symbol of unity is the presidency. Lazima rais na deputy president tukue kitu moja, na ndio tutaweza kuface hii kikosi ya Gen Z, ndio tuweze kuongea na wao, tuwalete katika mazungumzo, tuweze kusonga mbele pamoja na wao. Kwa hivyo ile tungekuomba His Excellency the Deputy President, si tuko nyuma yako, na ile tukiomba sisi tuko nyuma ya rais, His Excellency the President of this country. Na ndio mliona tulivote yes. Jinsi watu ya mlima yenyewe tulikuwa kwa vita baya. Juu ukevote no, watu ya bani wangesema watu wameacha rais wetu. Sasa ilibidi tuvumilie tu, tukasema hata ground kama imekataa, wacha tu tushikilie rais juu they are in the first term na tunataka asoge mpaka 2032. Kwa hivyo mtushikilie tu tafadhali, lakini kitu ya maana ni tuweze kushikana kama nchi, tuongee kwa lugha moja, alafu tulete vijana tuweze kuwasikiza na kuweka katika mazungumzo katika nchi hii. Kwa hivyo letu kama watu ya mlima, tunakupenda His Excellency Deputy President, tunapenda rais, na tungependa hiyo conversation inaanza, tutaweza kufaulu kama tutakuwa kitu moja. Kwa hivyo Bwana wabariki sana, tunawashukuru na tunawapenda sana. Asante sana. Asante mheshimiwa. Nataka sasa nichukue nafasi hii nimwalike Senator Seki Lengu wa Kajiado. Karibu ndugu. Na kabla mheshimiwa Senator, pia tuko na mheshimiwa Cecilia, nataka tu asimame a wave njimbi mwagere doge laji ngoriye kabisa na maana godoro ogo hivyo ogere. Karibu mheshimiwa Seki. Thank you very much. Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Your Excellency the Governor of Bomet and the Deputy Governor, Mheshimiwa ndugu yangu Kinpin. Acha tuseme hivyo. Your Excellency, kwa sababu huyu muungwana ni mtumishi, is a servant. Unakumbuka tukiwa pande ile ya Eldoret, alikuwa tu na sisi, na mazungumzo yake ni ya uongozi. So nikisema hivyo si kwa siasa, lakini bishop wetu, tuko na heshima na wewe na kanisa lako kwa jumla, viongozi wote ambao tumekuja na wao tukiongozwa na Deputy President. Mimi naitwa Seki, Senator wa Kajiado, na tumekuja na Deputy President. Nataka kusema asante kwa sababu ya kazi ya Mungu ambaye tumekuja kushukuru na kuomba wote kwa pamoja ili tubarikiwe, haswa katika nafasi hii ambaye ni wakati wa kuomba msamaha. Si hiyo ndio ilikuwa mahubiri? Yes, ya kuomba msamaha kwa Mungu na hata sisi wenyewe. Maombi huwezi omba bila pia kuomba msamaha, na hiyo ni maombi ambaye inatakikana, hata ni ile maombi ya Mungu ya kwamba tuombe msamaha kwa wenzetu, na Biblia na neno la Mungu asubuhi ya leo imetueleza ya kwamba tuweze kuwa watu wa kuomba msamaha ili Mungu aweze kutupeleka mbele. Your Excellency, nashukuru sana kwa sababu ya ustadi na kuwa focus katika nchi yetu ya Kenya pamoja na rais wetu William Samoei Ruto. Vile ndugu yangu amesema hapa, unajua mimi pia niko Senator wa Kajiado na niko na watu wa mlima hapo
Kajiado, na ukweli ni kwamba watu wa Kenya waliongea, na walipoongea ikawa kwamba wewe mwenyewe umesimama na rais na ukakuwa advisor number 1 kama vile inavyotakikana wa rais wetu. Naendelea tu kuwa advisor number 1 wa rais wetu William Samoei Ruto, na tunataka kusema ya kwamba tayari tumejua mahali tumeanguka, na hii ni safari ya kwanza, na neno la Mungu katika Proverbs 24:16 inatueleza mambo ya kuanguka na kuamuka mara 7. Kwa hivyo hatujaanguka mara 7, tumepita tu kidogo njia, lakini Mungu kupitia kwa watoto wetu akatuongelesha. Na kwa sababu hatujaanguka, na wewe na rais sasa mumetuamusha sisi wengi wetu ambaye tulikuwa tumeenda chini, bas it is now the time. Imefika nafasi, tumejua shida zetu, tumejua mahali tumeenda kando kidogo, na ndugu yangu Ngeno ambaye ndio tunasema hapa ni Kingpin ameongea, na ameongea yote. Sana sana sisi watu wa Rift Valley, najua Kajiado yuko ndani ya Rift Valley, bado tunahitaji watu wa mlima tena sana. So vile ndugu yangu umesema, isiwe ni sisi watu wa Rift Valley tutapiga kelele kubwa. Tunyamaze, tutulie, tufanye kazi kwa pamoja, tupatie viongozi hawa wawili watupe mwelekeo. Kama wanasema tuombe msamaha, na ninajua kwa sababu neno la Mungu tumeongeleshwa leo, definitely our people, our citizens watatusamehe. Tuombe ya kwamba Mungu atatusaidia, na bila shaka itakuwa vyema. Asante sana my brother, may God bless you. Tuko pamoja na tuko nyuma ya viongozi wetu wawili ili tuendelee kwenda mbele, na watoto wetu tuko pamoja na tutasikiza. Asante sana, Bwana wabariki. Ashe oleng ndugu, ashe alalumu ole na maza inde nusu. Nataka nichukue nafasi hii nimwalike Mheshimiwa Deputy Governor wa area hii, alafu ataendelea na ratiba ya hapo mbele amushe governor wetu. Karibu Mheshimiwa Deputy Governor. Karibu sana. Mawasiliano uto. Thank you. Your Excellency, the Deputy President of our Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Our Excellency, the Governor of Bomet, Professor Hilary Barchok, the members of Parliament present, our Honorable Speaker, members of the County Assembly present, the clergy led by our Bishop. Let me take this time to say, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Ilos not Jesu. Now, it's a great pleasure, Your Excellency, the Deputy President, that we are here today as a community of Bomet County to welcome you to our county. Karibu sana, Your Excellency. Secondly, as a people of this county, we want to send you with our greetings to His Excellency the President, who I know is a great friend of yours. Pokea salamu zetu, uende usalimie kabisa. And as a county, we have several things that we expect from you. Right from the time of your manifesto, we talked of food security. Here, as a county government of Bomet, we pride ourselves as a dairy county. And as a dairy county, Your Excellency, we look forward to feeding this country. And we cannot do so without the help of you and His Excellency the President. And we thank the President for appointing you to lead the reform agenda in the agricultural sector. Recently, Your Excellency, you led a successful discussion on tea issues in Kericho. We are very happy to that you led a discussion where we came up with strategies of making sure that the tea industry will provide livelihoods to our people.
We are very, very grateful, Your Excellency. Secondly, recently there was a pronouncement on issues of milk. Of late, the kind of prices that we have been selling our milk has not been cost recovering. It has been very low, Your Excellency. And yet we have Kenya creameries here in a KCC plant here in Sotik. We are asking, Your Excellency, we want to feed this country. It's only the price of milk that can lead to more production. We are selling at about 35 shillings a liter. If this could be increased to about 50 shillings a liter, then it will spur development of the dairy industry. And since we are in the Lake Economic Region, we want to supply this region with milk. We are in that proximity, and if we are assisted, Your Excellency, we can do that more. Secondly, Your Excellency, we want to talk about the National Multi-Sectoral Forum. We support that forum. This is where our youth have spoken. I'll give you a good example, Your Excellency. As a county government, we recently advertised positions to be filled in our county government. We had about 199 positions to be filled. The number of people who applied, Your Excellency, were 23,000 of them. 23,000 applied. Meaning that the issue of unemployment, even in our county itself, is dire. And if we can use this national multi-sectoral sector approach to discuss the issues that are affecting our youth, I know we'll be making a step forward. And we are going to develop forward and with everybody, with an extensive consultative issues. So Your Excellency, we want to thank you for that, coming up with that issue. Our member of county assembly talked about kinamama wale wanafanya biashara. We have some here in Kablong, we have others in Kamureito, we have others in Jebole, we have others in Bomet, we have all others in youth farmers, all the way up to Mulot. Our kinamama wanafanya biashara at the roadside. We want to kindly ask you, Your Excellency, that let there be a discussion between Kenha, the owners of this road, and these people, so that they can be given opportunity to continue doing their business alongside the road. If there is a proper discussion, hawa kina mama watapatiwa nafasi kufanya biashara yao, wasomese watoto yao, ili this country can really be of bottom-up approach. So finally, Your Excellency, we have SGR, standard gauge rail, imekuja mpaka Narok. And this is an agricultural county. We want to produce more and take our produce to the market cheaply. We are requesting this SGR come all the way to Bomet and all the way to the Nyanza region. That's our request. So without wasting my time, Your Excellency, let me take this time to welcome His Excellency, the Governor of Bomet, to take over from there. Karibu sana, Your Excellency. Professor, and so, Your Excellency, also we have our county security team led by our county commissioner, whom I'll like to ask him to stand, Bwana Commissioner, and the entire security team of this county. Maybe they can stand so that we can recognize their presence. Asante, can we clap for them? Thank you. Karibu sana, Your Excellency. Thank you. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, our Deputy Governor, Mheshimiwa Shattwa Kiprotich, Senator Seki, all the way from Kajiado. We have Kihungu, Member of Parliament from Kangema, Mheshimiwa Ngong Kingbin from Emurua Digir. We have our Speaker and members of the County Assembly of Bomet and from Kericho, the clergy led by our Bishop, na waumini wote tusalimiane. Bwana asifiwe. Ila sunache iso. Utaje tayegi? Mwazi na utakaso. Your Excellency, that was to say
welcome to Kablong and to Bomet County. Tuko na furaha kwa ile heshima umetupatia kuchunga na sisi leo kwa ibada na ile kazi ambayo iko mbele yetu. So you are welcome, Your Excellency. Your visit today ni mwaliko ya kanisa. So my people were asking me, ile visit ya deputy imeendaje? Nikamwambia hiyo bado. Si ni kweli? Hii ya leo ni ya kanisa. So bado uko na deni yetu na hiyo deni imekaa. Hiyo inamaanisha ukikuja hapa pengine utakaa 1 week. Because from all the way from last year we've been postponing. Na hawa nimeambia tutawekea yeye namba ya siku na interest. So na itakuwa compounded, Your Excellency. So you'll stay here for 1 week ndio uweze kutembelea kila sehemu ya Bomet County. Otherwise we are looking forward to hosting you kwa mambo ya maendeleo. Your Excellency, kama vile area MC ameelezea, hili kanisa la Kablong Deliverance Church, hili jengo foundation iliwekwa na His Excellency the President. Wakati huo akiwa member of parliament wa Eldoret North. And I'm very sure, Your Excellency, lazima amekutuma kuje angalie ile kazi alianzisha na vile tutapanua hii kazi. Ningependa pia kupongeza Bishop and all the leadership. Bishop, tunakushukuru. Nimekuwa hapa, hii ni mara yangu ya pili. Na vile Bishop alinielezea, alianza kanisa hili akiwa na 4 members. Yeye na bibi yake included. But as we are speaking, Your Excellency, we have a membership of over 2,000. Na jengo hili limekuwa ndogo. That is why they need room. Wapate kanisa pia ya watoto wa Sunday school na ya wazazi. And that informed this decision that we invite you so that you be part of us. Tuone vile tutaanza hiyo kazi. It will not be a small church, sanctuary kubwa ambayo itachukua watu around 6,000. Makofi kwa kanisa hili. So pongezi sana na tutawashika mikono. I know hatutamaliza leo, but this is a good start for all of us. And I want to request Your Excellency that you be part of us mpaka tufungue hili kanisa. Because you have been given that responsibility by the President. Alianza na amesema deputy yake atamaliza. Si ni kweli? Makofi kwa our Deputy President. Kwa sababu hii siku sio siku yangu, Your Excellency, I just want to make a request. On behalf ya wenyeji wa Bomet. Ingawa tuko hapa Kablong, but I will speak on their behalf. Allow me to address you as the principal assistant of the President. Kuna mambo machache ambao hawa kama wangepewa nafasi wangeongea. But I want to put a disclaimer, Your Excellency. Hii maneno sio yangu, ni ya hawa. I've also been listening to the ground. So, I don't want anyone kunihukumu baadaye. Hii maneno sio yangu. And part of it may also be touching on me. And all of us, especially the politicians. So, waje nisome hiyo maneno, Your Excellency, maneno yao. Kwa sababu hawakupata nafasi. I know we have radio callers hapa wamekuwa wakiongea, wakina Koja wako hapa, si ndio? Mko hapo? Wasimame tu radio callers.
they are opinion leaders of this community. And some of the information tunapata kupitia hawa kwa sababu ni watu wa ground, si ndio? Uja mwana mwanga le kwa anabaka amwanga le kwa aya. Some of the issues have been touched by these leaders, but I will just mention for emphasis, Your Excellency. I want to start by saying the sermon that we have received today has given us a very strong foundation for this discussion. And that was a very powerful message, Bishop, and I'm very sure it has reached all corners of this republic, because I want to believe that we are live in your page, Your Excellency. So, hiyo ujumbe imefikia kona zote za inji yetu ya Kenya. One, Your Excellency, and I want to put in point form so that I don't take a lot of time. And this is from them, sio yangu, ni yao. Kwanza, Your Excellency, tunashukuru Mungu hapa tumefika kama taifa la Kenya, na hasa kama serikali ya Kenya Kwanza. Tunashukuru Mungu. That is what they are saying. Safari haikuwa rahisi, and we should not forget that. That is what these people are saying. They are also reminding us, serikali ya Kenya Kwanza, of our slogan, which we still have it. Sio uchawi ni maombi. They remember that, and they are still reminding us that sio uchawi ni maombi. But they are asking me questions, Your Excellency, and I will also want to believe, because you are the principal assistant of the president, that this message will get to the president. What they are asking, kama si uchawi ni maombi, but what went wrong until we find ourselves in such a difficult situation? That is what they are asking. That has been a very difficult question for me to ask. And one of the pastors, when he visited my office, gave me a scripture in the book of Revelation chapter 2, verses 4 to 5. This is a message that was given to a church called Ephesus. Alimwambia hili kanisa ya kwamba anajua kazi zake, the labor and everything. But there is one thing, walikuwa wameanguka mahali. So Your Excellency, led by our president and you deputizing, can we do a lot of soul searching what went wrong? Kwa sababu hii serikali yetu ilisimamishwa na maombi, lakini shida iko wapi? So I know God will give you wisdom with the president so that you can lead the country in that soul searching. That is one. It's not my message, Your Excellency. It's a message from these people. Number two, I know the president and you deputizing the president mean well for this country. Despite the so many challenges that we have, some of them inherited and some of them have come by. As you know, any administration has its own issues. But wananchi, Your Excellency, from my discussion, listening to the ground, are disappointed with me and all of us. Si ni kweli? Ama nasema uongo? They are disappointed with all of us, especially the politicians who are surrounding our president and our deputy president and our governors and everybody, up to including the MCAs.
And from their communication, they are blaming us that we are the one letting you down, the president and the deputy president. And we are the one who are giving you the bad name that we have as a government. And they have mentioned a number of issues. I will just mention a few, Your Excellency. This is your message, this is my message, this is a message to the president and to all of us. Number one, where we have gone wrong. Where I've gone wrong. I don't want to say you, where I've gone wrong. Number one, they have mentioned, and probably this is also informing the revolt that we have from our young people. It's actually beyond the finance bill, Your Excellency. To be honest, it's not just about finance bill. There are a raft of issues. Finance bill to iliwapa how avenue to air out their issues. And we support the framework that has been put by the president in place, the youth forum. And I saw the terms of reference touches on a number of issues beyond the finances or taxation, which is good for all of us. That will be the foundation of our discussion. So one issue that they mentioned is that we have carelessness and unwarranted pronouncement and display of arrogance and opulence in the midst of poverty. Which risks dividing the country, and they are advising us that we must weigh our words carefully before speaking out. Na wamesema kama hauna lolote la kusema, nyamaza. Number two, they are also accusing me and all of us that we are misadvising and misinforming the presidency. And when I talk of the Rigathi Gachagua, in the issues affecting wananchi, as well as the mood on the ground on several issues, they are saying, let us tell each other the truth, even if it is bitter. We can only remain friends if we can tell ourselves the truth. That is the only way we can ensure our survival as a government and as a country. That is not my message, Your Excellency, so don't accuse me. They were telling me, I'm listening to the crowd as you advise. The other issue that they mentioned, Your Excellency, is disrespecting the presidency. That is the president and his deputy, by some of us. And by the way, let me tell you, Your Excellency, wananchi are not for these fights. They are not. I know much about here. They are not for these fights. They are not. They are against these fights. They know what they will lose. Hatutafanya maendeleo tukipigana, because we'll be busy putting off fires all over. So they don't want. That is just but a few, Your Excellency. Maybe I will just hand over the notes baada ya hii so that you can read and also take to the president. Number three, what they have also told me after listening to the ground, that they have all the confidence in you and the president. And they are saying, Your Excellency, being the principal assistant, continue supporting the president. That is the message they are giving me. And they have given me assurance that they will also support you. That is what they say. Sio maneno yangu. So that our president can succeed and so that we can deliver as Kenya Kwanza government. There is a promise that we gave to these people. And the only way that we can succeed and deliver on that promise is by us uniting as one country. That is the message they are giving me.
If there are issues, that is also what they are saying, then let us retreat to the boardroom, sort out ourselves, tupikane pale, tukitoka nje, tuonyeshe umoja ya viongozi wa Kenya. And they are saying, please let all of us do all this with utmost humility. You can't succeed alone. You need my support. The president cannot succeed alone. He needs the support of the deputy president. He needs the support of the MCAs. So tushuke chini na tushikane mikono sisi wote, bearing in mind that we are leaders of this Republic of Kenya. Sindio? Yeah, we can't have Kenya if we don't have Kablong. We can't have Kenya if we don't have Bomet. So all of us are equally important. Irrespective of your age, you are equally important. Irrespective of your position, an MCA is as important as the president. So for all of us to succeed, lazima tushikane mikono. Finally, Your Excellency, I've said the rest of the notes I will hand over to you, either in soft copy or hard copy if you want to have it that way, Your Excellency. Finally, what has happened is a wake-up call. It is good it has happened when we still have time to redeem ourselves. And that is what the book of Revelation, chapter 2, verses, I think 5. We have to look back and find our way. Where did we fail? We need to amend our ways, as earlier alluded by the scripture that I've mentioned, in a number of ways. They have also given me the way forward, Your Excellency. These people from Bomet are very sharp, by the way. Very sharp. They are very sharp. By the way, let me tell you, we have issues, but we normally solve them in-house. The only is Bomet. I don't know whether you know that, Your Excellency. The only county that we didn't have demonstration also by our HNCs, but that does not mean we don't have issues, is here. Because in April, tulikuwa na conference ya youth. We had a conference of youth where we invited over 1,500 youths to address the challenges that are facing the youth. And number one was the issue of unemployment. So, and I promised them that I will use the 1,500 cohort as an example. So next year, we'll be having the first anniversary. And we must report what we have been able to do for the 1,500 graduates that appeared for our first conference, youth conference. So there are issues, a number of issues that they've mentioned, which I think you will still read from the notes that I will hand over to you. Now, they have given the way forward, Your Excellency. And one, to my fellow politicians, let us carry ourselves with humility and avoid arrogance. The people we lead have feelings, and they also know what is right and what is wrong. And let us be focused on the cause. Kama wewe ni MCA, fanya kazi yako. MB, fanya kazi yako. Deputy President naye afanye kazi yake, na President afanye kazi yake. But when we are reacting to issues, when we are addressing challenges, when we are giving out government policies, to peane na humility. You know, the problem that we have in this country, Your Excellency, if I have to be honest, it is only you and the president who knows how to package the message. By the way our people are packaging the message that way, even the finance bill, sio kitu mbaya, but how we package becomes a problem. Inaletuletea shida. Because the messenger ni mtu mbaya. So the message pia inakuwa mbaya is because the way we portray ourselves, the way we present ourselves before wananchi, with a lot of arrogance. Tunapepa pesa na mfuko, unatoa na zina pesa, unarudisha ingine kwa ndege, watu lazy and I don't have money. That is the way, and that is what is generating a lot of unnecessary frictions between us and wananchi. So we have to correct that. Number two,
we need to improve on our relationship. And Your Excellency, isolating ourselves may not be the good thing. Na moja aliniuliza jana nikiwa hapa in our preparation. Akaniuliza, how will you unite the country if you cannot be united as leaders? Nimelala usiku nikifikiria hiyo mambo kweli. Are we preaching water and drinking wine? Because we want one united Kenya. I'm sorry, Your Excellency. I only received one apology from Toto Women Rep. I don't see my members of parliament. I don't know whether they have been instructed not to associate with the deputy president or not. And I want to stand by saying, if we want to unite the country, let us embrace everybody, even if we have different opinions. It's only by being close so that we can bridge those gaps, if there are any. But don't be cheated. Don't be cheated. And I want to still talk to our people in Rift Valley. If there is any community that should be going down on knees to build bridges, it should be the Kalenjin. If there is any community that is desperate, it is us, the Kalenjin. Let us not behave like we have come for second term. Pardon, we have 2027. So unless we behave, then mambo haitakuwa mazuri hapo mbeleni. And I have to be honest. Sitaki kuongea mambo kando kando. Me, I normally, even Your Excellency, you know me. When I have an issue, I text. When I don't reach you, na ninakuandikia vile ilivyo. The same thing I do to the president. Because sitaki kuangalia mambo ikiharibika na baadaye nikuje niseme nilikuwa nimeona. And they are very common among the Kalenjins. Kikogerane. Me, I want to say, to see na niseme. Sindio? Let us associate with the deputy president. He is the deputy president of the Republic of Kenya. Even if you don't respect him as a person, respect his office. Sini kweli? Moindi kwa rula kwenye ngejera nyage? Kumo maje getegisi? So kalian gabano our members of parliament. Ngawa ngoga meongea akisema mambo ya finance bill. It is not about finance bill. Tuko kanisani and this is where tunatubu tambi sote. Maimane? So mati teteane nyengong. Chita na kanyoru apology na nyine ne ngo toto ko yo kwantongilo. Ako ngeno la mune simanyo toto. Ko babaiga. So we have to be honest. Ako mamache angalo mache ke ngalo zinge ko gibiga college. Ko kasis chita ne chame William. Ne chame William ngolenjin icham chichi. Oga ko mwanga gumni. Chamene ke cham arwani ba William ko chamene ke cham William. Angot ko mi bi ki ojo ko gutungo yanga amwa. Ako soy square. Lakini matko igeche kibire teget ake ngolole ko kera ake kenu ko press. Ni ko moyale yo metinye ngale chi ngolole ko matinga lalbe. Mai bane? So onge jam jiji. Onge rikin jiji. Siko ngale ko raje mangune nguti nyin yang ko riki ko ngale ke yume cheche tugul. Ko kas ngale janga mwa? Iko sa tarimbo? Onge rik jiji. Ongeri ba geriki angot kejame William lakini ngot imache ikutewerian neiteweri William ite ngalala ngalejon moe akiwe taban endire ongerikin sikoribok lainitab William akerib ngalek. Your Excellency, I was just emphasizing that I will give you notes after this so that you can read. Otherwise, now beyond Kalenjin, as Kenya Kwanza government and politicians in Kenya Kwanza, I know we are reaching out to other communities that didn't support us in 2022. And I want to tell you, if we have fights within,
no one is willing to join you. Watu wanasema mumalize kwanza hiyo fire mumeanza ndio tuangalie maneno yenu. We had started making progress, reaching out to other communities so that we make our comeback in 2027 easier. But because of what we are doing and the way we are behaving and the fights that we are bringing within the government is destroying that. And then, Your Excellency, the other one that they are saying is listen to our people and be sensitive to their needs. I think it is in line with what we've been saying, that we listen to the ground. And then finally, because I'm seeing the MC is saying, because we land over the notes, there is no need of mentioning everything. They are also saying, na hii siyo maneno yangu, Your Excellency, the last one, as the way forward, that they want to see radical changes in the government. And I repeat, Your Excellency, radical changes in the government. They are saying people who have given, and that's why I was careful to write. You know, I'm a teacher trained, so I don't want to be misquoted. So people who have been given, who have been who has given the president a new apartment, and our government should no longer be the face of our administration. That is what they are saying. And they are also praying to you that God may give you wisdom as you implement that. Unaona hata mimi niko huko ndani. So we have to sit down na tuangalie vile tutatengeneza nchi yetu. Waje tuongee. Have peace. Number 2, you must unity. For us to have peace, we have number 4 was receive Jesus. Yeah, we have prayer. We must pray for our country. And I want to tell you, Your Excellency, these people have given you their they are praying for president, they are praying for unity of the Republic of Kenya. So, hiyo maneno, Your also send a soft copy of the same so that you can pass to the president. Otherwise, thank you. And once again, Your Excellency, karibu Bomet, tuko na furaha, and we are looking forward to hosting you for development tour. Now, kwa heshima, tunataka kukaribisha our deputy president, aongee na sisi. 2, 3, 4. Kongoi. Baba wetu askofu na kanisa letu la Deliverance, gavana wetu wa hapa Bomet, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs, Wakristo wenzangu, God is good and all the time. Nisalimieni kwa hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Chamge. Yomune. Asanteni sana. Thank you. Baba Askofu, nataka mimi nitoe shukurani zangu kwa kupata nafasi kuja katika ibada ya leo, na umetuhubiria vizuri sana mambo ya umoja, mambo ya kusameheana, mambo ya maombi, mambo ya kuungana, mambo ya kupendana, na umetujenga sana roho zetu asubuhi ya leo.
Ya pili, nataka niseme asante kwa makaribisho hapa Bomet. Ni kweli nimetarajiwa hapa siku mingi, nikipanga safari kitu natokea nairisha kipanga, lakini nikasema leo liwe liwalo lazima nifike hapa Bomet. Nimeleta salamu nyingi sana kutoka kiongozi wa nchi hii, bosi wangu Rais William Ruto. Amemsalimia sana, akikumbuka safari mlianza na yeye akiwa mbunge ya kujenga kanisa hili, na akafurahia ya kwamba hata mimi nikiwa mtu yake ya mkono nimekuja pisha, na hii safari tutatembea pamoja, na rais pia amenituma na mchango. Pia niko na salamu kutoka kwa mke wangu Pastor Dorcas. Ameniambia siku alikuwa hapa mlimkaribisha vizuri sana, na anasema atarudi tena na tena. Watu wa Bomet, sijapata nafasi kutembea hapa kutoa shukurani kwa niaba yangu na rais. Kwa katika shida mingi na majaribio, mlisimama sisi kwa maombi. Juu ya hayo mkatuongeza kura, tukapata nafasi ya uongozi katika Jamhuri ya Kenya. Kwa niaba ya timu yetu nasema asanteni sana. Kongoe kongoe, mlitusaidia sana na tuko na shukrani. Sisi tumefika hapa katika shughuli ya kujenga kanisa mpya. Nimetembezwa pale na Bishop, nimeona kiwanja ambaye mumenunua, nataka niseme pongezi. Na 5,500. Na mimi niseme nimeshukuru pia kupata nafasi kuja kufanya kazi ya Bwana, na nitaka kuhakikishia nyinyi tutatembea pamoja kwa hiyo safari, na hata kama hatuwezi maliza leo tuanzishe polepole. Mkikaka mnaniita tena, mkikaka mnaniita tena, tusukume mpaka siku ya kanisa kufunguliwa. Si tumekubaliana? Mimi niseme ya kwamba buri na kuna mtu na bishara na tajiri yako. Abadilishe fikira, aseme hapana, toka kwa gate enda kwa shamba. Si unaenda tu, huwezi bishana na yeye na huwezi kumuongelesha na kiburi. Mimi nataka niseme tulikuwa na shida kubwa sana ya pombe katika Jamhuri ya Kenya, na rais akanipatia hilo jukumu niongoze hizo vita. Hasa hapa Rift Valley kulikuwa na shida kubwa, na pale kwetu kwa mlima kulikuwa shida kubwa. Tulikuwa tukija hapo mchana, wengine ni walevi. Hata mikutano yetu ya kutafuta kura ilikuwa kelele mingi kwa sababu ya ulevi ya kubidukia. Lakini tukisaidiana na maafisa wetu wa usalama na hawa na governor na timu yake na makanisa, pombe imepungua kiasi
na tutaendelea, kwa sababu tunataka hii vijana wetu wakuwe na nguvu ya kufanya kazi. Hata kama kazi imepungua, afadhali wakuwe na nguvu wakigojea kazi kuliko wakae wamepotea kwa pombe ati wamekosa kazi, si ndio? Si afadhali wakuwe na nguvu? Ndio kazi ikipatikana wawe watu ya kufanya. And County Commissioner and your team, I want to say thank you. You are doing a good job. Wapigie makofi na muendelee kung'ang'ana, kwa sababu hii pombe haramu na madawa ya kulevya ilikuwa imetuletea tatizo katika jamii. Muko na mambo mingi ambayo mnasukuma ya maendeleo. Vile governor amesema nitakuja siku 3. Siwezi nikimaliza wiki moja kazi nyingine itaharibika. Nitakuja 3 days tufanye miradi hapa na pale, tukague barabara, mambo ya maji, mambo ya stima, katika kazi zangu za kumsaidia rais kutembea katika Jamhuri ya Kenya, na pia kusikiza ground vile wananchi wanasema. Ndio. Ukikosa kusikiza watu utapotea. Lazima ukitembea unasikiza. Si gavana amesoma taarifa mrefu sana hapa. Si nimesikiza. Ndio tunatembea, kwa sababu sisi ni watu ya kuandikwa kazi. Wewe umeandikwa kazi, lazima usikize wale wamekuandika from time to time. Na ukisikia wanasema hii hapana bishara na hawa, huwezi bishara na hawa, watakufuta kazi, si ndio? You must listen to the people. So we'll continue listening to the people, na tutaendelea kusikiza. Mimi kwangu nyumbani niko na Gen Z, vijana yangu wawili wako huko, na wako na maneno mingi, wananipeaga maneno mpaka kichwa nakuwa moto. Na kila nyumba iko na watoto, na watoto ya leo sio wale wa wakati wetu askofu. Siku ile tulikuwa tunawakemea na kuambia fanya hii namna hii, hiyo wakati imepita. Hao watoto ni ya kusikizwa na kuongeleshwa. Tena hii internet imefungua hao mafikira, wanaelewa mambo hata kuliko sisi. So we must listen to these young people. Na sio tafadhali. Kwa boma yangu wako hapo vijana wawili, wanakojanga hapo, wako na maneno, na si maneno yao ya vijana wenzao. Vile wanaongea Kenya, wananikuja waniambia, na waniongeleshi mimi kama ni deputy president, waniongelea kama baba yao. Nasema wewe mzee, sikiza hii maneno hapa. Yeah. Si lazima niwasikize? Lazima niwasikize. Saa ingine tunakosana, tunaita mama yao aamue. And let me tell you, siku tulikuwa tunamsaidia Rais William Ruto akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, na tulikuwa na shida mingi sana pale kwetu, kwa sababu sisi tulikuwa tunaenda kinyume na vile rais alikuwa mamlaka anataka, na tukasumbuana sana na serikali. Na hao vijana wangu wakaona kama mimi ninateswa na mambo yetu kama familia inaweza haribika. So waliita mkutano wao vijana wawili, na mama yao na mimi, watu wangapi? 4. Na hii vijana akasema bana, hii barabara unaenda utaharibu hii family, wachana naye, wacha, sababu sasa mali yetu itakwisha, unafungwa nini, wacha hii maneno. So tukafanya kesi. Mimi nikasimama kidete, nikasema bana, wacha nikae na Rais William Ruto, naona kuna bahali anatupeleka. Pastor Dorcas akaniunga mkono, tukapiga kura, ikakuwa 2 versus 2. Sasa mimi kama chairman ya mkutano niko na ile inaitwa casting vote. So nikapiga casting, tukaamua twende na Rais William. Na vijana kwa sababu pia ni watu ya demokrasia akasema, dad, bila umeamua, mkutano umeshinda, tuendelee. These children cannot be ignored by anybody. They are part of our life and our nation. When they have issues, we cannot ignore them. We must listen to them. In any case, they are the present and the future of this country. Hii Kenya ni yao, si ndio kesho yetu? So if we don't listen to them, tutasikiza nani? We will listen to them.
And I really want to thank my boss, President William Ruto, ya kwamba he applied his mind, he listened to the young people, he listened to the majority of Kenyans, na kusema ya kwamba tuachane na finance bill, tuanze kusungumuza. Mpigie rais makofi. And that conversation sasa imeanza. Rais alikuwa na bishops from Catholic, amewasikiza. Jana amekuwa na independent church, amewasikiza. Juzi alikuwa na evangelical, amewasikiza. Create mechanism ya kuongea na hao vijana. Hata mimi mwenyewe nimeuliza hiyo majenzi iko kwa baba yangu hao wawili. Pia wa create forum, because hawa wajuaji na hii maneno ya kuongea na vijana. Hata hii vijana na mimi nianze kuwasikiza, so that I'm a better person, because we are saying these young children have knowledge na sisi tuko na experience. Tunataka hii knowledge yao na experience yetu tuweke pamoja. It is good for the country. So I'll also listen to these young people, even outside the framework the president has created. As a person, I'll also try to engage these young people to know what are they saying. What is it? What is it that they know that we don't? What is it they are seeing that we are not seeing? What is it that we are doing they think we can do better? What is their view of how to make our country better? We will listen to them, because it's important that we do so. And that brings me to the questions of the members of parliament. Nimeenda nikitoka Murang'a nikasimama pahali inaitwa Keno. Nikajaribu kusema niko na wabunge hapa, raia akaniambia bana, wewe sema mambo yako. Nikajaribu kusema muwasikia, no. Simu yangu nimetumiwa. Si hata nyinyi ndio mnasema? And let our members of parliament not fear the people who elected them. Kujeni muongee na ile watu walichagua nyinyi, si ndio? Mkuje kama mumetereza, muombe msamaha kulingana na vile samo nimeendelea, si mtasemewa? So mimi nimekanywa na hao vijana. Wamenikemea the whole night. Na nimewachana na hiyo maneno. Mimi nitaongea mambo ya rais na yangu saa hii. Wabunge mkuje muongee na hao watu. Si ndio walichagua nyinyi? Mtaelewana. I am sure mtafika pahali mtasikizana. Mimi hiyo maneno nimeondokea kwa sababu itaniletea shida bure. Waniambia hii wabunge sisi tulichagua, wewe kaka kakando. But let us agree going forward. Let us listen to the people. Tusikize ground. And Governor, I'm happy you have listened to the ground. And what you are saying is what I've been saying. Tukikula, tukishiba, tusitapikie wananchi ambaye hawaja kula chochote. Hiyo tu. Don't display arrogance and opulence to people who are struggling. Address the people with humility and respect. These are your employers. You can say a very tough message, but put it in a respectful manner with humility, and people will understand you. Hii maneno ya kujipiga kifua, kufungua kifua hapa na kutembea unaonesha kifua, ukikula na kuanika tumbo, hapana. Let us respect the people of Kenya. Let us address them with dignity, with humility, because they are understanding people. Mimi ni msaidizi wa rais, na kazi yangu ni kumsaidia, and I do that every day. And one of the ways also to assist him, mimi peke yake ndio nilichukua Biblia pale Kasarani, nikaapa ya kwamba nitakuwa nikimsaidia rais na kumshauri. Na mimi naomba Mungu kila siku anisaidie nimshauri rais na kumwambia ukweli, sababu ukweli ni amana. Na mimi, I am not as busy as the president. I have an opportunity to listen to what Kenyans say. So mimi nasimamanga na hiyo ukweli. A few people
in government are uncomfortable with the truth. And they normally have a slight problem with me. But there's nothing they can do because I cannot change. Nyinyi mngetaka niongee ukweli ama nidanganye rais? Yeah? Hiyo ndio mnataka? We'll continue. And I want to say this. I want to confirm. Siku rais alikuwa anataka mwanaume ya kusimama na yeye kabisa, alikuwa amesukumwa kwa ukuta na alitaka mwanaume katika Mlima Kenya ya kusimama na yeye. Nilikuweko ama sikuweko? Muliniona ama mkuniona? Mimi ningali niko hapo. Mimi nitasimama na rais, nitamsaidia, nataka afaulu mpaka safari yetu ifike mwisho. Na njia moja ya kumsaidia ni kuchunga Wakenya na kumshauri vile Wakenya wanasema, ndio tuchunge mambo yao. Si ndio? Kwa sababu ukiona watu wanalalamika sana, there must be a problem. Now we cannot pretend and look for scapegoat. We must address the issues that are making Kenyans a little bit uncomfortable with our administration. And that is where a deputy must come in to assist his boss. And I can assure you that between me and President William Ruto, we will do whatever it is to address the few challenges in the country and put our country together so that we move forward and succeed. And you find one of the things that is quite interesting. You find some people from some regions who never supported the president. They never believed in him. They never believed his manifesto. They were calling him names. They mobilized resources to fight him. Saa ile rais ameshida, wamekuja wamekimbia wamefika. Wanataka atikusomea sisi. Atikutuambia vile ya kuunga rais mkono. Sisi ndio tulimsaidia rais akaketi pale. Tulimuelewa kutoka day one. Tunamuelewa mpaka wa leo. Na tulimwamini. Wewe hukumuamini, umefika kwa sababu wako kwa kiti. Unataka usaidike hapo sasa, wewe mdomo ndio hiyo. Naibu wa rais, nani, nyinyi kuja ni pole pole. Come and join us. We work together. Kama you have decided the president is a good man and he need to be supported, don't come kuingilia wale walikuwa ndani na yeye. Si ndio? Si ukuje ujiunge na hawa. Come and join so that we move together, because tunataka mtu akuje. Lakini my philosophy is one. Kama nimekosa mtaniambia wapi. Ninasema tukiendelea kuunganisha Kenya kono, kwanza tuchunge ile iko kwa mkono. Hiyo ndio philosophy yangu. Tuchunge ile iko, ile ingine ikuje tuongeze. Lakini the one we are sure of, najua kabisa hiyo tuchu. And that is my philosophy. Kusaidia rais in terms of leadership, in terms of how to mobilize support, is that we take care of those who believed in him as we reach out to those who never believed in him, and we believe them together. Hiyo 96 tuchunge, alafu ile 4 tulete pia. Kesa na hii 96 ndio? Pale kwangu tulikuwa 87, iko 13. Hiyo 13 nimesanya karibu na jaza. Ikuwe 100. Lakini hiyo 13 naleta na kuambia mheshimu ile 87. Si ndio? Mkuje, lakini ile 87 mheshimu. So that we are able to move together. I have no doubt in my mind that the president and I are good friends. We have come a long way. Hatuwezi kubalia mtu yeyote kuja katikati yetu. Hatuwezi. Kwa sababu tutakuwa tumepotea njia. So tutakaa pamoja, tutaendelea kushauriana
Tutaendelea kusikiza kila mtu, tutasikiza hao vijana, tutasikiza kanisa, na zile shida kidogo kidogo ziko tutarekebisha. So Governor, I have heard you what you have said. I share most of your sentiments, and we'll share that with the president as well. We have also heard pahali tunatakiwa kurekebisha pia tutarekebisha, but tunataka tuunganishe nchi yetu ikuwe kitu kimoja. Tunataka watu wapendane, and I want to ask our leaders to tone down hii matamshi makali tuachane naye, na tuheshimu maofisi. Hata kama wewe upendi sura yule ako kwa hiyo ofisi, heshimu hiyo ofisi, kwa sababu kama hiyo ofisi wewe unaitamani, siku moja kama utapata, si unataka uheshimiwe? Just respect the institution. You don't have to respect the fellow who is there, because huyo ni Mungu amemweka hapo. Kama wewe Mungu siku moja atakuweka hapo, ungetaka pia uheshimiwe, so that we are all able to move together as a country. So mimi niseme ya kwamba shida kidogo kidogo rais na mimi na serikali tutarekebisha, na tutaendelea kusikiza nyinyi. You are center, you are the center of our governance, because it's the people, we work for the people. Wananchi ndio wametupatia kazi, hawa ndio tunafanyia kazi. So in whatever decision you make, they must be in the center of that conversation. And I think if we do that, mambo yetu itakuwa sawa. Bishop na kanisa na Wakristo muendelee kuombea nchi yetu, tuombee rais wetu apate hekima, aongeze ujasiri kama kiongozi wetu, kama baba wetu, aweze kutuongoza vizuri. Hali sisi tumepotea njia kama viongozi, atushauri, atuweke pamoja, aunganishe wa Kenya tuweze kusonga mbele. Hii serikali yetu ililetwa na maombi na itadumishwa na maombi. Na ningetaka kuambia viongozi wasisahau. Naona wengine wamesahau pale tulikuwa. Some leaders have forgotten where we were. We were not in a very good space. But I can see some leaders wamepata pesa, wamepata viti, wamekuwa na kiburi, wamesahau the journey that President William Ruto and I and the rest of us worked to get here. I see some people forgetting. I want to remind them that it was a difficult journey. Mungu akatuonekania, akatuonea huruma, akatusaidia. Let us not forget. Let us be humble. Let us respect each other. Let us respect the people of Kenya. And I'm sure once we do that, things will get better. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, na mimi niseme ya kwamba nitarudi tena na tena hapa Bomet. Nyinyi ndio mlinipigia kura, si ndio? Bila nyinyi singepata. So nikialikwa hapa lazima nikuje. Sasa lazima uheshimu matajiri yako. You are my bosses. Without you and God, I will not be here. So when you have something mnataka tufanya pamoja, I'll come. And have no worry. Rais ni mtu wetu, kazi yake tu ni kumsaidia na kumchunga na kumkinga, and that we shall do. And things will settle down. And I want to ask our young people, now that the president has guided tuongee maneno ya mambo ya kutoka kwa barabara tuachane naye. It is unnecessary now, because already the government has accepted we need to engage. So hakuna haja ya mfurutano, loss of lives, vitu kuchomwa, hakuna haja. Once we have agreed that we engage, we have a conversation, we want to ask our young people to be patient. Mechanisms are being established on how we engage, and we'll listen to them, and all other Kenyans will listen to them, so that we have a good country. Nimeshukuru sana, asanteni sana. Tungetaka tuchange pesa ya kuanza hii mjengo. Nimekuwa pale, nimeanzisha, na kanisa, mafundi, mupee watu vijana area hii, si ndio?
watu ya Mkono, vijana ya area hii.